Yes sir, Godha Mgodhe. Kijana wa half term, kijana Regeji. Niko Kimbo leo kidogo kuongea wa my 1 2 3. Mgodhe. Mmoja ambayo ana support Mogekoyo. Na mimi napenda Kikuyu kama kitu kingine. Before hata tuendelee, nimesikia CTV watu tuko nayo hapo na Fagilia TV. TV. Okay. Sasa Mgodhe, niulize ji. Unajua wewe ndio top of town saa hii. Lazima nikuwe top of town. So long as Kenya haiko in safe hand. Lazima niongee. Lazima niambie wananchi the right thing and the bad thing. Tumeweza kukuona. Kwa hiyo protest ilikuwa inaendelea ya Albert Ojwang. Sijui unaweza tuambia ni Albert Ojwang is front line. Albert Ojwang is Jaluo first of all. Na mimi si kitu moja ambayo nasemanga, so long as Wajaluo kwa serikali doesn't mean ati utakuna tuokota one by one, which ilituuma sana na bado tujamaliza. Hii ilikuwa tu ni testing, tuone kama makara wako rada ama wamelala, lakini tumeona ni kama wanachangamuka kidogo, which is good. So tuna range nyingine mbaya ambayo inakuja next week but one. Hiyo ni yeye, ni Mungu anajua mahali tutafika. Lakini Mgodhe, nimeona watu wakisema Raila baba ambaye mnatizana kama Wajaluo hajaongea about hiyo kifo ya Ojwang. Unajua kuna kitu kingine unaweza sema na labda inakuwa ni sacrifice ya Kenya, you never know. Ndio wengine wa benefit. So mimi hapo siongeangi mingi about that. What I can just tell the government of William Samoei Ruto, mimi si ya Kenya, hii ni government ya mtu. Kuna PR ambayo tumepigwa PR ya jana. Tunaambiwa wameshika OCS. OCS anashikwa saa hii mchana, tukiona usiku ako na bibi yake. Nani anajua? Kwani unalanga na OCS kwake? Unalanga na OCS kwake, mnamjua? Anashikwa mchana, TV inatuonesha ako Central, ako Kamiti, ako wapi. Lakini usiku ikifika bibi yake anampikia ugali. Sasa wameonyeshana ako Lang'ata. Si saa hii ni mchana, usiku kwani imeingia? Saa hii ni mchana. Ikifika saa 1 ama saa 2, unadhani hawatakuwa pamoja? OCS akaamua kuingia chupa. Akasema sasa pia mimi niko kwa serikali, siwezi uza serikali nivutwe kazi. Wacha nifanye kama iko better. Sisi hatukatai. But kama hao watu wako kwa kazi na wanahudumia wananchi, they supposed to know that we are the government. And this government is not for somebody. This government is for Republic of Kenya. Ni kama SHA. SHA wakati Uhuru alikuwa kwa government ilikuwa inaitwa NHIF, True or False. Ruto ameingia kwa government inaitwa SHA. Na hapo kulikuwa na Equity imeshikana na hiyo NHIF. Mbona hiyo isikwange na jina moja kama Equity? Equity mbona isichangiwe jina? Na SHA kama unataka kujua this is a project of somebody. Mnabebwa ndogo, SHA inakuwa NHIF, NHIF inakuwa SHA. Mbona Equity jaibadilishwe andikwe KBC ama KCB? Mbona Equity ni Equity, cooperative ni cooperative? Mbona hiyo NHIF ikuwe SHA? Mwenye ataingia ataita aje? Njuguna ama Odhiambo? Just asking a simple thing. Sasa wewe Mgodhe unamaanisha wana change story. In business, it is a business of somebody. Let the guy do his business. We only remain with half term. Na tunasema ni half term, not even one term. And we are angry on it. This government is supposed to know that we are the king of this government. Sisi ndio kusema. Na nilisema mimi hata mkiniua ama mnifanye torturing venye mlifanya huo msee, nimezaa mchuni ambayo nikichomba hata kuniliko. So means bado government iko, opposition bado iko. So mimi uoga niliachia Ujimoto peke yake, nikiona natoka mbio. Lakini askari hata huyo wa Central Mgodhe tumeweza kuona pale picha yako ikitrade pale. Sasa hiyo nilikuwa Central Police Station. Juu tulidanganywa, alijipiga kichwa na akafa. Mimi nikasema Central si mbali na Nairobi. Mimi mahali nakaa ni dakika kidogo niingie Central. Na Central is a public, not a private. Kufika pale Karawa na nikodolea macho juu ako na bunduki. Ananiambia siwezi ingia. Nilimwambia bro, bila hiyo bunduki naweza kupiga head nyingine. Head. Hata kiniangalia nilikuwa muuza uoga, kaona wewe huyu anaweza niua, sitafadhali. Juu mimi naye siuzi wangu uoga. Kitu naogopa ni Ujimoto peke yake. Lakini Ujimoto unajua ikikuchoma utakuwa na vidonda. Risasi ni once na umeenda, si story nyingi. So mimi nilisema there is nothing like hiyo uongo ambayo government inataka kutuwekea. Uongo ambayo haifai. It is not good. In this government, we are living a government that's supposed to take care of people. Government, they're supposed to know that this is our Kenya.
Government is supposed to know. Mtu mwenye ako chini na mwenye hapati kitu. Government ambayo inafaa ijue youth lazima wapewe kazi. Si government ambayo inatumia guns Nairobi wakuja waibe na kuharibu vitu za Sakaja ametengeneza. It is totally bad and shameful. Umetaja Nguns nikakumbuka Gaucho alikuwa anatajwa kwa hiyo shughuli ya kuharibu. Unajua Gaucho naye ni kama anakuwa mwendazimu. Sijui anakunywanga pombe gani. Ningejua pombe Gaucho anakunywa, ningeambia huyo mama Pima simuuzie. Gaucho ile pombe anakunywa si ya Wakikuyu. Ya Wakikuyu nimekunywa miaka mingi na sijaiona, sijaikuwa mwendazimu kama venye naona Gaucho. Gaucho tembea na Guns. Anatembea mpaka na nini za chakula kwa mkono. Tap zile za shule za City Council. Ati sasa na amepea maguntu wakuja watembee town. That's why hata tao mimi hata nashindwa gari. Sisi wenyewe tulikuwa maandamano ya kwanza nikiwa Central. Hakuna kitu ya mtu tuliguza mpaka tao. But hii ya pili tumeenda tao tukaanza tu nini maandamano vizuri. In few minutes ati gari zimechomwa. Gari nyingine hata sijui ilitoka wapi by the way. Hata hapo mali zilichomwa I still wondering. Moshiri akiwa anatembea puta yake anaonyesha tio this one ban. Moshiri ungetuambia mahali hizo gari zilikuwa. Because mimi nasi kuona hapo. Mimi sikuona. Kama ililetwa ichomwe waseme ni sisi as we are innocent. Hatuna kitu ya kuharibu kitu ya mwananchi. Sisi tunakuja kuweka maandamano kwa ajili ya Mkenya, si kwa ajili ya mtu. And that's why I feel totally weird and I feel bad. Na it is a shame. Wakati wengine bado wako kwa kazi na mtu tayari amelala mochari. Na they know. Alafu kana wa Kenya kwani ni njaa imewashika ama nini? How can somebody give you 3K? Delete CCTV. 3,000 a police officer mwenye ako kwa mshahara 3,000 udelete CCTV. Like seriously, which Kenya are we? Yani polisi ako na njia mpaka anapewa 3,000 afanye. Lakini Mgodhe ni mkubwa wake. Ni mkubwa wake anamforce. Mkubwa wake ni Mwenyezi Mungu, hata angejua. Mkubwa wake ni Mwenyezi Mungu. Only God. Mtu asikuzie uoga because of stupidity. Sasa huyo kijana sasa tumetoka pale IPOA. Amefanyiwa interview na CNN, BBC, Al Jazeera, we were there, I was there. Hata nimetoka huko saa hii. It is a shame. Mpaka mzee mwenyewe amekuja karibu na mimi akaniambia brother yangu, usiwezi kushikwa ile ni kipindi. Mzae mwenyewe mwenye kijana amekufa. Ni kipindi. Na ni kipindi re. Usiwezi anashikwa in which hand? Kwa nini? Na yeye si hakuenda huko akakuja na mtu akitocha. Hizo vipindi naye wacha tu zipigwe lakini tuko rada mbaya. You don't know what you are planning next. So wait for it. Ndio sasa inachemuka, haijachemuka bado. Mgodhe, uliweza kuwa na yule umesema ulikuwa na yule baba John. Tumetoka kukuwa na yeye saa hii. So umeweza kuongea vitu mingi. Tumeongea vitu mingi, tumeongea Kijaluo pia kwa Jaluo like me. Tumesikia maneno mingi metoka kwa kinywa ya huyo mzae which is totally shameful and bad. Kama alifanyiwa kitu kama hiyo na ni the only son ambaye enyewe Mungu alali. Ngoja unakata pata justice kweli Kenya. Justice hakuna Kenya usidanganywe. Kenya ukiwekwa kwa Subaru kama muwezi kufa nao watu kwa barabara usihesabu ati utakuwa hai. Sikudanganyi. Usihesabu ati ukibebwa na karao ama umebebwa na DCI tunapelekwa mahali. Hesabu maiti kwa hii Kenya yetu. Juu hakuna justice. Hakuna justice. Hakuna atola, hakuna. Alafu unapata Kasonga anakaa kwa media naambia watu ati hao makarao wanafaa chukuliwa tu. Uongo. Uongo kabisa. Ruto ni muongo kabisa. Uongo na sikai. Siwezi. Bro, kwani huo kopi kubebwa na Subaru? Ikuje, nilisema Subaru ikuje venye takuja. Unaona venye simiti na inuanga ya 150. Hiyo gari tangu tufika takani Nairobi na letu ama ni wapi na peleka. Better tukufe sisi wote. That's what I can say. Better I die with them inside that car. Kama wote nipiga risasi ya kuniua, tutakufia hapo. Mimi sio kuuziwa uoga. Mimi hii sio nataka kuuziwa uoga. Hebu iangalie. Mgodhe, umeweza kupata zile threats. Umeweza kuthreateniwa. Wakati nilikuwa na threateniwa ni ile maandamano ya kwanza ambao walikuwa wananipigia simu wananiambia kijana unajipenda mujipendi. Wachana na serikali. Nikamwambia bro kama uko na roho kuja tu si uko mbali. Kama hadi kwa nyumba nichukue. Wakalenga mpaka leo wajanipigia. So naongojea wapige tena. This round naambia niko mahali kujeni. They don't know who I am first of all. Who are you? They don't know. They will know. Watajua tu tukiwa wawili. Hiyo siku watanikujenda watajua mimi ni nani. Na Mgodhe mimi nakuonanga ukitetea Rigathi Gachagua sana. Rigathi. Mtu nilisema hata mkiguza. Na nikasikia tu ameguzwa. Sasa ndio nitatoka na ubaya. Rigathi Gachagua.
Yesu ni mudu wako. Mudu monene. Huyo sitakani nisisikia hata. Ni venye tu sijapatana na Regeji na naomba siku moja tupatane na huyo mzee. Huyo mzee nampenda hata kama ni security. Hata kama ni risasi zinapigwa ngapi. Beta nikai hiyo side mirror ni mimi nikule. Lakini sikuuze Regeji. Regeji it is a true leader. It is a real man. Na hata namuombea tu sasa tulie. Asikuwe na nini mingi aniachie kazi. Asikuwe na pupa mingi, nipe kazi hao watu. Mimi ni sosa au ni sosa kwangu na kula tu nikipita nayo. So usiuziwe uoga baba. I'm with you. Na Mlima stoki. Ngoja kuna article niliona ikiwa imeandikwa wewe ulikuwa umesema haya maneno. Hata baba yako hawezi kuzuia kwenda maandamano. Ni kweli? Sasa unajua alizaliwa venye amenizaa. Sasa mbona ni komanda na tayari kila mtu ako na ID. Babangu ako na ID, mimi niko na ID. Sasa si aniache tu nifanye shughuli yangu, yeye pia afanye shughuli. Ni penye tu alikufa, hiyo tunaweza sema pole, rest in peace. Lakini ule hako hata anajua tu hawezi nizuia niambie talk au sitoke. This is my life. Nilizaliwa mara moja. Hata huyo mwenye unasikia na pora Kenya Kasongo. Hakuna mwenye anazikwa kwa kona 7. Kila mtu niko na ngapi? 4. Na unaoza tu wekeo sanduku ya 50 million. Uvalishwe koti ya 40 billion. Mimi hata nivae mtumba ya 30 bob. Sisi wote tunaozea hapa. So mimi sionangi big deal about that. Tajiri maskini hakuna mtu ambaye atakufa azikwe juu ya hewa. Ruto angekuwa amezikwa juu ya hewa. Hata hao former president sasa wangekuwa nazikwa juu ya hewa juu ni wakubwa. Mbona watu wanachimbuliwa kwa shimo? So nothing. Udhamgode. Yeah, so tumeweza kuona by the way kuna empowerment za youth, za women zinafanyika kila mahali. Tumeweza kuona pale kwa mtandao kumekuwa na mixed reaction. Watu wanasema vitu mob sana, sijui wanatumia pesa ya serikali. Sijui yani kuna mambo mob sana pale kwa mtandao. Nimekuambia serikali tuko na leo Kindiki amechapa huko Nyamira. Watu wameiba maunga. Project ya saa hii Kenya ambayo tuko kwa saa hii. Mimi Kenya ambayo ilikuwa strong. Ilikuwa serikali ya Kibaki na Uhuru Muigai Kenyatta. Juu mimi sijui mahali Kalenjin alitokea. Kalenjin wakati moja alikuwa kwa hii serikali, watu walikuwa nafinywa mabengo hivi, zinafinywa mpaka unasikia na ni moyo usikie. Mahali ako na rungu. Mwingine ndio amekuja anaitwa Kasongo. Chapati 1 million. Kasongo ni nani? Sasa huyu naye hata aongoji, ni weko kwa gunia, weko kwa Subaru, weko City moja. Ni mahali kuna nuka huko. Mtoto yenyewe unaenda unatupa huko shwari. Na seti ameiba, hajaua mtu, hajafanya kitu yote mbaya, kuandika tu maandishi. Na mimi nakumbuka hao politician wengine wanaitananga mpaka malaya. Umbwa. Babu Owino ametusi aje Uhuru Kenyatta. Si yeye mtusi mamake. Mbona hawa bebu wangu weko kwa Subaru? Na sisi tukikuwa tu kitu kidogo pap. Ruto anaona ni kama sisi ni criminal. Which is bad. It is a shameful. Sasa hizo watoto wao wako huko majuu, kazi yetu ni kutuuliza sisi wa Kenya what is going on. Juu wanasoma abroad. Na sisi tunasoma Kenya, wacha warudi watajua what is moving on. Huko. Wacha wasome tu huko majuu watuongoje, we will answer them what is moving on. Tarehe 25th by the way. Ni kubad, si 25th peke yake. Hii kitu marenjio kwanza next week hata hawezi jua ni plan yetu ni gani. Ni ile tu tukapata advantage ya kushika huyo Gaucho na gunfu wake vizuri. My friend wanaweza kimbia yote hao kawe ndio wazimu. Sikudanganyi. Because those goons ndio wanakuja town, wanapora, wanagonga watu for no resources na zinaleta issue. Wanasema ni Gen Z. I do not have hand of dealing with Gaucho ameongea by the akasema Wajaluo nyinyi ndio wajinga. Yeye ndio mjinga. Yeye Jaluo yeye ndio mjinga. Kitu ya kwanza atafute bibi, ya pili ajue kulea bibi. Unajua wenye wanalea bibi ndio wanajua uchungu ya kitu anapitia kwa hii dunia. Mtu ambaye hajui maisha ya kulea bibi hawezi piga mdomo pepe. Unanisikiza? Huyo mwenyewe hata uko kwa government hauna gari. Kitu ya pili juu ya pikipiki. Na uko kwa government Gaucho. Kitu ya tatu kazi ni kuzurura ndetao. Umekosa form. Unaongojea tu sakaja atakuwa napiga yako unapiga mdomo pepe huko nje. My friend, siku moja itakuramba. Kana wananchi, wacha kukaa na serikali ambayo iko confused. Kana wananchi, these are the people who can tell you what next. But ukijifanya wenda ile siku president alimuita ghetto president. Ghetto president. Yeye kwanza tani mimi ninge Gaucho, unajua kitu tunaweza sema ndio kuna kitu imebaki ni kutembea uchi kama mwendo wazimu tao. Ghetto president ya nani? Ya nani? Ghetto president ya nani? Mimi ndio ghetto president ambaye hata nikitaja sasa hivi naweza sema it is me. Who is Gaucho surely? Who is Gaucho? So sasa hizi ni wewe ghetto president.
Mimi hata sitaki hizo jina ghetto president. Unaona venye Gaucho anakaa confused element. Hiyo siwezi dai. Mimi ni mtetezi wa wananchi. Godha, tumeweza kuona ya kwamba wanataka kuintroduce bill ya kuregulate social media. Hii ni kumaanisha wanataka kutuzuia watu wasiongee, ama maoni yako ni gani? Mimi hata mzuie watu kuongea ama wasiongee, mdomo naye nilipewa na kuja tu akae tunaongea. Si lazima iende kwa media. Hao napanga lines pa metro wale wako hapo ndio wapige tu duru hapo. Half time Ruto ende home. Haikuwa ni dakika ngapi hiyo? Ndio tena. Half time Ruto ende home. Simple. Half time Ruto akanyage home. One time. Hakuna kitu one time. Sisi huku tunasema half time. Half time. Hata si half time, one time. One time imeisha. Aisha na aenda. Imeisha. So hiyo story ya sijuma media hiyo ati wanataka ku reduce whatever and whatever, hiyo ni business ya mwanaume, wacha akulie. Inasemekana wanataka kuweka mita kama ya maji. Vile mita ya maji inakuanga, ukimaliza limit yako ya siku tosha. Unajua hata yeye pia ako na limit. Unajua yeye hajui kama tumempea limit. Limit inaweza isha hata kesho. Kweli. Unajua huyo mwenye anakupanga ni sisi ndio tunampanga. Sasa yeye wacha, unajua ni yeye amejipanga yeye, lakini sisi tumejipanga kumli. Ukishatema Mkikuyu na akutoe kwa matope, bwana haujui mwenye haujui. Kama wewe unaona pesa ikiletwa na gunia na Kindiki, anajua Mrima ndio kuna ID. Akienda Nyanza 200 Jaluo ana ID, ni kelele tu. So kitu wanapiga hapo mdomo, anajua tu Jaluo kitu itamsaidia ni kubeba nini? Mawe na rungu. Hiyo tu. Nothing else. Lakini akikuja Mrima, anajua huku lazima wa sweet top. Huku ndiye anajua hesabu za kura za kuibwa na kura za kupigwa ni wapi? Mrima. So si mjinga. Jaluo akikuja kwa 200 toka kwa line 200, huko akikuja Bob Kalokani. Swali ya mwisho. Unajua Kimani Chungwa? Kimani Chungwa kwa kifo ya Albert Ojwang, yeye alisema kifo ya mtu mmoja. Hata hiyo jina Kimani Chungwa unaribu jina wa Kikuyu. Huyo alifaa aitwe Odhiambo ama Okello. Kimani Chungwa anakuanga mrembo wa State House. Hiyo ni mnajua. Alivadishwa bra akapewa panti. Siku hizi ametulia tu State. Ule ni bibi ya State House. So huyo sitaji kwa Kikuyu. So, Wakikuyu wenyewe ni wajanja kiakili. Alisema kifo ya mtu mmoja ifai kusumbua Kenya. Ifai kumsumbua si Kenya, asitaje Kenya. Mwambie tu ifai kumsumbua. Hata yeye amezaa. Si ndio? Ule mwenye amekufa ni 31 years, si ndio? Mtoto mdogo sana, si ndio? Wake si wako wakubwa. Haina shida, tuko Kenya. Hatuami Kenya, tuko Kenya. Hata kuna mwenye aliongea hivyo dakika mbili hivi kijana kaaga. So waacha aongee, mdomo ni yake. Kimaliza bonga na President Ruto pale. Mr. Zakayo, as we have right to demonstrate, we have right to do whatever we want to do, so long as we haven't killed anybody, we haven't destroyed anything of somebody, we haven't do anything shameful. Hakuna mtu tumekuja State House tukatoa nguo, ama MP ambayo tumemtoa nje tukamtoa nguo. Hiyo ndio vitu shameful ambayo ifai kufanyika. Hakuna mtu tumepiga ama tumeumiza. Mr. William Samuel Ruto, if you can listen to me and my voice, I'm just talking like a man like you. Listen to me simply. Sisi tuache kama wananchi tufanye vitu tunafanya. Ikifika 2027 not far. Hata tumekwambia kula tu. Sasa hadi ukitaka kuongeza bill, soma bill nyingine, no problem. Fungua tu bill nyingine soma. Hadi ukitaka kukata tax ya 1 million kwa kila mtu, kata tu. Sisi hatuna shida. But tunaomba Mwenyezi Mungu aliye juu, kama unatusikiza maombi yetu na ya wananchi, 2027 is not far. Ingekuwa inaweza fika hata kesho, Mungu badilisha siku, tunge appreciate. William Samuel Ruto wewe kula, tumekupea 1 year. Afya 1 year. Maliza tu in peaceful. Na ukijaribu 2027 urudi kwa kiti, mimi nitatembea uchi Nairobi. Wala nitatembea uchi mpaka nini? Mpaka State House. Uchi ukirudi kwa kiti. In this hand that I know, mimi mwenyewe nakaa na Wajaluo, huko ndio homeland. Na vitu wanasema kwa ground, wajiingiza box kwa na Wajaka. Hapo shamba. Lakini si walisema wanambaka. Wanambaka. Wale wanambaka ni wale wanakula na yeye. Sisi kama mimi nakula na yeye, hata siwezi kula na yeye. Kwa sababu watu wote wako kwa gunia kuanzia nilikuwa maandamano mpaka sasa. Ukimpatia kazi utakubali. Anipe kazi ya nini? Anipe kazi ya nini? Wale State House. Nimekuambia
Mimi wacha tu nikae tu na Regeji wangu. Ni sawa? Regeji hajasema nilale njaa. Regeji nikipiga simu atatuma tu kitu nitakula. Na Wakenya pia nikipiga simu atatuma tu kitu na nitaku. Na X nikipiga simu atatuma kitu na nitaku. Future wakipiga simu ndio nitaku. Lakini Mngothe tumeona ameweka IBC ni watu wake wote ameweka pale. Si nilikwambia ile sura ngumu mwenye nilikuwa nimeona amevaa machina ndio chema. Ule ni mwizi tu watu ukimuona hivi. Ule hata na maji tu ukimuona hivi ni mwizi. Na sisi tunaongoja. Hata aulize Tanzania tulihack account aje hivyo ndio tunaenda kuhack hizi election. Sifa. Not far. Sawa Mngothe, asante, unaweza pika ile intro yako waambie kwanza Mngothe kama kawa. Na ile kitu nilisema naogopa ni uji moto peke yake. Juu uji moto ikikuchoma maizi itajaa kwa mwili juu utakuwa unapulwa. Lakini risasi ni mara moja na uko na usonge. Si ndio? Sasa mimi karao kuniuzia uoga labda akiweka bunduki chini. Ndio tumenyane one on one. Sura ni ile tu. Sura mbaya. Unaona hii ni kuudhiwa uoga tunanikujia na Subaru shwali. Angalia sura. Unajionea sura.